To a foreign job scam orchestrated by Trustpin Travel Agency. Promised lucrative opportunities in Mauritius, they instead found themselves stranded and deceived. Frustrated and desperate, the victims stormed the agency's offices here in Nairobi, recounting how they were lured with false promise of overseas employment, only to be conned. Some even made the journey to Mauritius only to be abandoned, left without support and eventually deported back to their motherland, Kenya. As Franklin Wala tells us in the following report, Trustpin Travel Agency's management has called the situation unfortunate and claims they are working on refunding the affected victims. Chaos erupted as desperate job seekers stormed the travel agency, accusing it of swindling the millions under the false promise of securing jobs abroad. The victims, furious and determined, claimed they had been conned. In their numbers, the enraged crowd made their frustration known, unwilling to listen to any explanation. With unrelenting zeal, they forced their way into the offices of Trustpin Travel Agency along Moi Avenue, Nairobi, demanding an immediate refund of their hard-earned money. Kwa watu wengi na kanti tofauti, kila mtu analia pesa tofauti. Yote nimepoteza yenye imelipwa ni 185,000. Nikiongeza na hii 22 ya return ticket juu yeye ndiye alinicost ni ilipe ya juu itafika 200. Na nililipa first Downstone Mail nililipa 80,000 plus 145,000 za flight. Na mimi ni dereva na bado naweza fanya kazi ya caregiving. Sasa director alituambia yeye yuko Mauritius, kuna kazi ziko tayari. Ukienda kazi utapata, anza na kazi yenye iko tayari. The scene was charged, emotions running high as the betrayed job seekers took matters into their own hands. The victims revealed that they discovered the travel agency through an online platform where its director heavily advertised job opportunities abroad for unemployed Kenyans. Hopeful for a better future, they walked into the agency armed with documents and substantial sums of money. They met Director Mary Kamunge and were instructed to pay between 200,000 shillings and 400,000 shillings for airfare, agency fees and other costs. Some took loans, others sold property only to realize they had fallen into a devastating scam. Nilikuwa nimepata hapa kazi ya kwenda Mauritius, nikalipa 193,800,000, but hiyo kazi haikukuweko. Some victims made it to Mauritius only to find themselves stranded at the airport. After days without food or support, they were deported back to Kenya, forced to face the harsh reality of their shattered dreams. Vile tulikaa hapo 3 days wakatuambia lazima mungoje ndege iliwaleta, ikikuja ndio mrudishe Kenya, unaona? Lakini hakuna chakula tulikuwa tunapewa. Nikampatia 423,000 Kenyan shillings ili aende kupata kazi Mauritius. Lakini wakati alifika Mauritius, aliambiwa haizi ingia kwa sababu alikuwa ametengenezewa documents ya tourist visa. Desperate for justice, today's move was their last hope in exposing the latest job scam. They claim to have reported the matter to Central Police Station in Nairobi, but little action was taken. I'm ready to give you back. But sasa hawataka kabisa. Meanwhile, Trustpin Travel Agency director through her lawyer insists plans are underway to refund victims, though deductions will be made for expenses the company allegedly incurred during the process. The agreement we had with them is that some amount have already been used by the agency to cover expenses, which will have to be deducted, but eventually some of the money will have to be refunded back to the parties who are aggrieved. The desperate voices from affected victims in this story paint a picture of what majority of Kenyans go through. Even as police insist they are investigating this case, the question is, for how long will jobless Kenyans go through such? Franklin Wala, Citizen TV. A case of a predator and prey, but many answers are still lacking. On March 13th, 2025, Harrison Bagwasi boarded a flight to Mauritius looking to land a dream job at a 5-star hotel. The dream would be as short-lived as his stay in Mauritius. Akaniambia hotel hakuna.
Nikamwambia mjei sijaifanya hata huko, msijawahi. Nikamwambia so, wewe pigiwa madam, akasema no, madam anasema uko na balance yake ya 60,000. Nikamwambia job yenyewe sijaiona, ndalipa 60 aje. Si hata nione job ndio hii, tumalizana. Victims flooded Risha's office demanding refunds of hundreds of thousands that they paid for her services. The promise of a better life shattered. Jobs za Mauritius bado ziko, especially cleaning, waiters and chefs. The story has sparked outrage online, with many questioning how such a scam could thrive. Risha's lawyer stated that Rogue Associates have misrepresented her agency and that she would be in a position to refund all her clients who did not get jobs. She was frog-marched Wednesday by police from her office to the Central Police Station, where authorities have launched an investigation into Trustpin's operations. Nairobi Central Sub-County Commander Stephen Okal has urged all victims to come forward and record statements with the police. My people, yani after kuanika Rish Kamunge, Citizen TV imeamua kutusaidia. Kama uja watch news, tafadhali tafuta penye news iko watch Rish Kamunge ni kono woman. Huyo mwanamke ni scammer. Are we together? Nilifanya video juzi hata wiki ijaisha. Yeah, and these are the results. Avoid Rish Kamunge at all risk. Hiyo license wachukue. Watu wengine, they have to look for money in a hard way. Si kunyanyasa poor Kenyans. Yes, and this is what we will do. Ukileta nyenye ni kukuanika hapa online. Ukishawekwa kwa TV yako kuisha. Yes, na kwa radio. Aluta, hiyo ndio kazi yetu. Hatuwezi choka, no. So scammers, be aware. Tuko na nyinyi bumper to bumper. Yes. Wakala mmoja anayesafirisha watu ughaibuni wakidai kulaghaiwa. Walifika hapo walidai kuwa kampuni ya Trustpin ilikuwa imewalaghai mabilioni ya pesa kwa ahadi ya kupewa kazi ng'ambo. Na kama anavyotuarifu Franklin Mwana, wengine walidai kusafiri hadi ughaibuni na kulazimika kurejea nyumbani kwa hadaa ya kazi. Patashika zilishuhudiwa katika afisi za Trustpin Travel Agency, huku hasira za waliofika hapa zikipanda kupita hasira za mkizi. Makumi ya Wakenya waliofika hapa wakitaka kurudishiwa mamilioni ya pesa wanayodai kulaghaiwa na kampuni hii kwa kuahidi kazi ughaibuni. Na nililipa first Donston Mail nililipa 80,000 plus 145,000 za flight. Na mimi ni dereva na bado naweza fanya kazi ya caregiving. Sasa director alituambia yeye yuko Mauritius, kuna kazi ziko tayari. Ukienda kazi utapata, anza na kazi yenye iko tayari. Waathiriwa wanasema walipata kujua kuhusu kampuni hiyo kupitia mitandao ya kijamii na ni kuwa ilikuwa ikiwasaidia Wakenya kupata kazi hizo. Kutokana na hilo walifika kwenye afisi za kampuni hiyo zilizoko hapa Nairobi na kukutana na Maria Kamunge, mkurugenzi wa kampuni hiyo. Wanasema walitakiwa kulipa kiwango fulani cha pesa kuwasaidia kupata kazi hizo. Wengi wanadai kulipa kuanzia shilingi 200,000 au zaidi, na wanasema hawakuwahi kupata kazi. Nilikuwa nimepata hapa kazi ya kwenda Mauritius, nikalipa 193,800,000, but hiyo kazi kukueko. Kuna waliosafiri na kufika katika nchi ya Mauritius walikokuwa maahidiwa kazi. Kufika huko wakapata wamelaghaiwa, ili walazimu warejee nchini kufuatilia kesi yao. Vile tulikaa hapo 3 days wakatuambia lazima mngoje ndege ili waleta. Ikikuja ndio mrudishe Kenya, unaona? Lakini hakuna chakula tulikuwa tunapewa. Nikapata 423,000 Kenyan shillings ili aende kupata kazi Mauritius. Lakini wakati alifika Mauritius aliambiwa haezi ingia kwa sababu it was today. Documents ya tourist visa. Masaibu yao yakiwafanya kufika hapa na kutaka warejeshewe pesa walizokuwa wamelipa kwa kampuni hiyo bila mafanikio. Polisi walihusishwa, lakini waathiriwa wanasema hawakusaidika. Mkurugenzi wa kampuni hiyo kupitia wakili wake akisema licha ya kilichotokea,
nayo mipango ya kuwarudishia waathiriwa pesa zao. The agreement we had with them is some amount have already been used by the agency to cover expenses which will have to be deducted, but eventually some of the money will have to be refunded back to the parties who are aggrieved. Sauti za waathiriwa katika kisa hiki ndio hali ambayo wengi wa Kenya wanakumbwa nayo huko nje. Japo maafisa wa polisi wanadai kuchunguza kisa hiki, swali ni je, visa kama hivi vitaripotiwa mpaka lini? Franklin Wala, runinga ya Citizen.